Umewahi kuhisi kama unapolia peke yako, hakuna anayesikia? Au kujiuliza kama yale maumivu makubwa unayopitia yana maana yoyote ile? Basi leo tunaingia kwenye hadithi moja ya zamani ambayo naamini inatoa jibu la kushangaza sana. Karibuni sana Maisha Kamili. Sisi hapa tuna dhamira moja tu, twakufungulia Biblia uyaone maisha. Na leo tutazama kwa undani kabisa kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya kwanza. Wow! Hebu tusimame hapa kidogo. Unayasikia hayo maneno? Hii si hadithi ya mfalme anayeng'aa kwenye kiti cha enzi. Hapana, ni hadithi ya mwanamke anayelia kimya kimya, ya mume ambaye unajua hapati kabisa kile kilicho moyoni mwa mke wake, na kuhani mzee anayeona maombi ya dhati anafikiri ni ulevi. Hii dondoo kutoka kwa mchungaji Mwakalindile inatugusa pale pale. Sio wafalme na vita, bali ni maumivu halisi, yale ya ndani kabisa. Na uchambuzi wetu wote wa leo unatokana na makala nzuri sana iliyoandikwa na mchungaji Enos Mwakalindile, ambayo unaweza kuipata kule maisha-kamili.com. Na naomba nieleweke hapa, hatufanyi hivi kusimulia tu hadithi ya kihistoria. La hasha, tunatafuta ile hekima ambayo bado inazungumza na maisha yetu leo. Inazungumza na wewe na mimi, hapa tulipo. Basi, twende sasa. Sehemu ya kwanza, machozi kimya kimya ya Hana. Hapa ndipo tunapoingia kwenye kitabu chenyewe, Samueli wa kwanza, sura ya kwanza. Na tunakutana na familia ambayo kwa nje inaonekana ina kila kitu, ina upendo. Lakini ndani kuna maumivu makali, yale yaliyofichwa, yanayochoma kimya kimya. Na hapa ndipo tatizo lilipoanzia. Una wake wawili. Kwa upande mmoja yupo Penina, yeye anao watoto, na unajua anatumia hiyo baraka kama silaha ya kumchoma mwenzake. Halafu kwa upande mwingine yupo Hana. Hana hana mtoto, na japokuwa mumewe anampenda kweli, moyo wake una utupu mkubwa. Ni dhihaka ya kila siku, ni uchungu unaoendelea. Na hili ndilo jambo la msingi. Mumewe Elkana anajaribu kumfariji, anampenda sana, lakini upendo wake hautoshi, hauwezi kuponya lile jeraha la ndani. Kwa nini? Kwa sababu maandiko yanasema wazi kabisa, Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Hii inatuonyesha kitu muhimu sana. Kuna hali zingine maishani, faraja ya mwanadamu haitoshi. Unahitaji Mungu aingilie kati. Sasa, hadithi inatoka kwenye maumivu ya pale nyumbani na kutupeleka sehemu maalum sana, sehemu takatifu. Tunaenda Shilo. Na hapa Shilo ndipo kila kitu kitakapoanza kubadilika. Labda unajiuliza, Shilo ni nini hasa? Fikiria hivi. Shilo ilikuwa ndio kitovu cha kiroho cha Israeli wakati ule. Hekalu la Mungu, yani ile maskani, na sanduku la agano lenyewe vilikuwa hapo. Hivyo, kama ulikuwa na jambo zito sana moyoni mwako, jambo linalokulemea, na unataka kukutana na Mungu, ulikuwa unaenda Shilo. Na akiwa hapo Shilo, Hana anafanya kitu cha ajabu. Sala yake haikuwa sala ya asante Bwana kwa siku ya leo. Hapana, ilikuwa ni maombi yaliyotoka kwenye maumivu makali. Alilia sana. Biblia inasema alimimina nafsi yake mbele za Bwana, yaani alitoa kila kitu. Na katikati ya maumivu yote hayo, akafanya kitu cha ujasiri, akaweka nadhiri kwa Mungu. Lakini hebu fikiria hili sasa. Unajua nini kinachoumiza zaidi? Yule mtu ambaye alipaswa kumwelewa kuliko wote, kuhani mkuu Eli, anamtazama na anafikiri amelewa. Fikiria, uko kwenye maumivu yako makubwa na kiongozi wako wa kiroho anakuona kama mlevi. Hii inatufundisha kitu kikubwa, sivyo? Wakati mwingine hata wale tunaowategemea sana hawawezi kuona vita tunavyopigana ndani yetu. Okay, sasa hebu turudi nyuma kidogo tuangalie picha kubwa. Kwa sababu hii hadithi ya Hana sio tu juu ya maumivu yake binafsi. La, yale machozi yake yalikuwa sehemu ya mpango mkubwa zaidi wa Mungu uliokuwa umefichika. Hebu angalie jinsi mambo yalivyoungana. Kipindi hicho Israeli ilikuwa kwenye machafuko, enzi ya waamuzi. Hakuna mwelekeo, kila mtu anafanya anachotaka. Halafu boom, sala ya mwanamke mmoja aliyevunjika moyo inakuwa kama domino la kwanza kuanguka. Inaleta kuzaliwa kwa Samueli. Na Samueli ndiye anayekuja kumweka wakfu mfalme Sauli, halafu baadaye mfalme Daudi. Unaona? Yote yanaanzia na sala ya Hana. Hili jambo ni zito sana. Maana yake nini?
Maana yake ni kwamba yale maumivu ya Hana, yale aliyohisi, ni ya kwake peke yake, hayakuwa ya bure. Mungu alikuwa anayatumia kama uzi muhimu katika kusuka historia mpya kwa taifa zima la Israeli. Kusudi la Mungu lilikuwa kubwa kuliko maumivu yake. Sawa. Tumeona hadithi. Tumeona teolojia yake. Sasa, vipi kuhusu sisi? Hii hadithi inatuhusu vipi leo? Ebu tuangalie maumivu yako na ahadi yake. Ebu nikuulize swali la moja kwa moja. Katika yale majira yako ya ukimya, unajua, yale miaka ambayo unaomba lakini unahisi kama Mungu yuko kimya, unafanyaje? Unageukia wapi? Unakata tamaa na kujifungia, au unafanya kama Hana, unaongeza bidii na kumwendea Mungu zaidi? Tunaweza kujifunza vitu vitatu muhimu sana kutoka kwa Hana. Kwanza kabisa, dumu katika kuomba. Usichoke hata kama huoni jibu mara moja. Pili, mwagilie Mungu moyo wako. Kuwa mkweli, mwambie kila kitu bila kuficha. Na tatu, timiza nadhiri zako. Uaminifu wako kwa Mungu ni jambo la maana sana. Na hapa kuna wazo la kutia moyo sana. Je, kama yale majaribu unayopitia sasa hivi sio kwa ajili ya kukuangamiza, bali ni kama uchungu wa uzazi, uchungu wa kuzaa baraka kubwa ambayo Mungu amekuandalia? Fikiria hivyo, yale maumivu unayodhani yatakumaliza, yawezekana ndiyo yanayoandaa njia kwa ajili ya muujiza wako. Basi, tunapoelekea kumaliza, nataka tukuache na swali moja la mwisho na kisha tuombe pamoja. Hili ndilo swali. Je, unapeleka yale maumivu yako mazito kabisa kwenye madhabahu ya Mungu kama alivyofanya Hana? Au bado unajaribu kuyabeba mabegani mwako peke yako? Hebu tuombe. Baba yetu, tunakushukuru kwa hadithi hii ya Hana. Inatufundisha mengi. Tunaomba utupe nguvu na sisi katika nyakati zetu za Shilo, zile nyakati za maumivu na hisia ya upweke. Tusaidie kukuletea wewe kila kitu na kuamini kuwa una mpango mkubwa hata tusipouona. Katika jina la Yesu, amina. Kama umeguswa na uchambuzi huu, hii ni mwanzo tu. Tunakukaribisha sana utembelee tovuti yetu maishakamili.com. Huko utakuta makala nyingi zaidi kama hizi zitakazokusaidia kuzama zaidi katika neno la Mungu. Kumbuka, sisi ni Maisha Kamili. Twakufungulia Biblia uyaone maisha. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi leo.